Masaa machache baada ya rais kutoa tamko la kukiri matukio ya serikali yaliyopelekea maelfu ya watu kufa, kujeruhiwa na biashara kuharibiwa, muungano wa wahanga na manusura ghasia za serikali wanasema maneno ya rais hayana uzito kwao. No apology can erase the bloodshed, trauma and pain inflicted upon families whose only crime was exercising their constitutional right to peaceful protest. That vague apology is not accepted. Because brutality and excesses were personal, the apologies also should be personalized. We therefore expect the President to extend the same apology personally to the victims. Mfumo uliwasilisha siku ya Jumatatu unaotoa kitita cha shilingi bilioni 2 kwa ajili ya fidia madai zaidi ya 1100 kwa kupoteza maisha, majeraha, utesaji, utekaji na watu kupotea kwa nguvu miongoni mwa mengine. Manusura wanasema kuna haja ya kuwa na uwazi kuhusu lini na jinsi pesa hizi zitakavyotolewa. Kenyans will not tolerate further delays, excuses, bureaucracy or political sideshows meant to frustrate victims. Once again, compensation must be swift, transparent, seamless and conducted in good faith. Manusura na familia za wahanga pia zililalamikia idadi ya watu waliojumuishwa kwenye orodha ya fidia, wakisema kwamba idadi hiyo pamoja na kifurushi cha fidia inapaswa kuwa juu zaidi, lakini zaidi ya takwimu hizo wanataka uwajibikaji na haki, hasa kuhusiana na wahalifu walisababisha dhuluma hizo. So swali yangu ni, Mr. President, umekubali watoto wetu walipotea, wengine waliuliwa. So tunataka tujue kama ulikubali hao watoto walitekwa nyara na wengine waliuliwa, mbona unaongelelea huko mbali? The investigations to proceed and they should also be brought to book. The compensation does not take away criminal culpability or responsibility of the individual police officers who are responsible for this heinous act. Manusura anasema anatarajia malipo ya fidia ndani ya wiki moja, na kama hiyo haitatimia watafanya maandamano nchi nzima kuhusu swala hilo. Nikiripotia kutoka Chuka University Radio, jina langu ni Barak bin Kahindi.